Shalom. Ninaukaribisha tena wakati huu mwingine tuweze kujifunza maneno ya uzima, habari za ufalme wa mbinguni. Leo nataka tuangalie kwa habari ya maneno haya. Maneno haya yanatoka katika kitabu hiki cha Mathayo sura ya 15. Taanza kusoma katika mstari ule wa 7, ambapo maandiko yanasema jambo hili: enyi wanafiki, ni vema alivyotabiri Isaya kwa habari zenu akisema, watu hawa huniheshimu kwa midomo, ila mioyo yao iko mbali nami. Nao waniabudu bure, wakifundisha mafundisho yaliyo maagizo ya wanadamu. Nataka tuangalie maneno haya ambayo anasema ya kwamba nao waniabudu bure. Hao wanaomwabudu bure ni wakina nani? Ambao kimsingi anasema ya kwamba wakifundisha mafundisho yaliyo maagizo ya wanadamu. Kwa maana kwamba wanayo mafundisho ambayo si maagizo ya Mungu, yanatoka kwa wanadamu. Lakini hao ambao walikuwa wanaongea nao katika kipindi kile hapa, ambao nataka tuwaelewe kwamba wanamwabudu Mungu bure kwa namna gani, na hao ni wakina nani, na hayo mafundisho ambayo kimsingi yananena kuwa ni mafundisho ya wanadamu ni mafundisho ya namna gani. Katika kipindi ambacho Bwana Yesu alikuwa anahubiri hii Injili katika taifa hili la Israeli, alikuwa anahubiri katikati ya watu ambao walikuwa katika namna ambayo tunaita kuwa ni ya madhehebu. Maana kipindi hicho walikuwa na madhehebu kama ya Mafarisayo, kulikuwepo na Masadukayo, kulikuwepo na Wasene, kulikuwepo na Wazelote, lakini vile vile kulikuwepo na Wasamaria katika taifa hili la Israeli. Sasa kimsingi hawa watu ambao walikuwa wanamkaribia Kristo au adui wa Kristo katika kipindi ambacho anahubiri Injili, walikuwa kimsingi ni hawa madhehebu. Hao ndio walikuwa hawamuelewi, na wala ambao walikuwa wanamuelewa ni wala ambao hawakuwa wamejikita sana katika madhehebu yao. Tunaweza kusema ya kwamba hata katikati ya madhehebu yao walikuwa sio watu ambao ni wa muhimu, au ni watu ambao wanaweza kuwa na msaada au mchango mkubwa katika madhehebu yao au kujulikana katika madhehebu yao. Na kwa sababu hiyo si walimu wala si marabi wala si wachungaji wala makuhani ambao walikuwa wanaweza kumuelewa Kristo, kwa maana ya kwamba hao ni watu ambao ndio walikuwa katikati ya madhehebu, wachungaji, walimu ambao walikuwa wanaendelea kufundisha katikati ya haya madhehebu. Sasa neno hili anapolitamka kwamba kama jinsi alivyonena Isaya kwamba watu hawa huniheshimu kwa midomo, lakini mioyo yao iko mbali nami, maana yake ni kwamba katika vinywa vyao Mungu yupo karibu. Kwa lugha nyingine, ukikutana na watu hawa kimsingi wanaweza kuwa wanamjua Mungu, wako karibu na Mungu, wanampenda Mungu na kunena ya kwamba Mungu anawapenda pia. Kwa hiyo wanayo maneno mazuri na wanajisifu mbele za Mungu na kwamba ndio watu wa Mungu. Lakini kimsingi angalia jambo hili ambalo lilitokea katika Israeli. Hao ambao walikuwa wananena ya kwamba wanampenda Mungu au kwamba Mungu anawapenda na kwamba wao ndio watumishi wa Mungu, hao ndio ambao Kristo alipokuja wakawa ndio maadui zake. Adui zake walikuwa ni Mafarisayo, walikuwa ni Masadukayo, walikuwa haya madhehebu yaliyokuwepo katika Israeli, ambao kimsingi tulikuwa tunatazamia kwamba wakati wa kuja kwake wangeweza pengine kuwa ndio watu wa kwanza kumjua na kumpokea na kumkaribisha katika nchi yao, lakini vile vile katika madhehebu yao, ili kwamba apate kulinena lile neno ambalo Mungu amekwisha kumtuma. Lakini badala yake unaweza kaona maneno haya ambayo hata Yohana Mbatizaji aliweza kuyatumia kinyume chao, kwa maana ya kwamba hao ndio walikuwa adui pia wa Yohana. Angalia maneno haya katika kitabu cha Mathayo sura ya 3 mstari wa 7. Nasema kwamba hata alipoona wengi miongoni mwa Mafarisayo na Masadukayo wakiujia ubatizo wake, aliwaambia, enyi wazao wa nyoka, ni nani aliwaonya ninyi kuikimbia hasira itakayokuja? Unaweza kaona maneno haya kwamba anawaita enyi uzao wa nyoka. Ni nani aliyewaambia kuikimbia hasira itakayokuja? Uzao wa nyoka anaoita hapa ni hao Mafarisayo ambao anasema ya kwamba alipoona miongoni mwa Mafarisayo na Masadukayo wakiuijia ubatizo wake au wakilijia neno lake au kuijia ile Injili yake aliyokuwa naihubiri kwa habari ya ubatizo ambao ni msamaha wa dhambi. Sasa wanaujia kwa maana ya kwamba wanakuja kusikiliza, na wakati wengine wanatubu vile vile. Sasa jambo moja ambalo unaweza kaliona mahali hapa anawaita kuwa ni uzao wa nyoka. Sasa kimsingi hawa walikuwa ni watu wa madhehebu. Hawa ndio katika Israeli walikuwa wanasikilizwa kwamba ni kitu gani ambacho tunatakiwa kukifahamu kuhusiana na Mungu au kuhusiana na Torati ya Bwana.
Hawa ndio walikuwa wameketi katika kiti cha Musa kuwafundisha watu kwa habari ya Torati. Lakini jambo la ajabu ni kwamba hawa ndio wanaitwa uzao wa nyoka. Sasa turudi katika maneno haya ambayo Bwana Yesu aliyatumia, ambayo kimsingi tumetoka kuyasoma, lakini nataka tuyarudie tena tuweze kuelewa kwa msingi ambao tayari nimekwisha kuuweka. Tuanze mstari wa 7 kuyasoma tena katika Mathayo 15. Anasema, enyi wanafiki, ni vema alivyotabiri Isaya kwa habari zenu akisema, watu hao niheshimu kwa midomo, ila mioyo yao iko mbali nami. Nao waniabudu bure, wakifundisha mafundisho yaliyo maagizo ya wanadamu. Hayo mafundisho yaliyo maagizo ya wanadamu ambao hawa watu wanafundisha, kwa maana hapa anaongelea kwa habari ya walimu, anaongelea kwa habari ya marabi, anaongelea kwa habari ya makuhani, watu ambao ndio walikuwa wanafundisha watu kuenenda katika msingi ya ile Torati. Lakini kitu gani ambacho walikuwa kikifundisha, au haya maneno yaliyo maagizo ya wanadamu ni kitu gani hasa? Tuangalie pia Yeremia jinsi gani ambavyo aliweza kuyaita maneno haya ambayo ni maagizo ya wanadamu. Kitabu cha Yeremia sura ya 8 na ule mstari wa 8. Anasema kwamba mwasemaje, sisi tuna akili na Torati ya Bwana tunayo pamoja nasi, lakini tazama, kalamu yenye uongo ya waandishi imeifanya kuwa uongo. Mwasemaje kuwa sisi tuna akili, kwamba wao wanayo akili na Torati ya Bwana wanayo pamoja nayo? Wanasema kinyume na Yeremia ambaye alikuwa ametumwa na Bwana kuja kuwahubiria watu hawa watubu, ambao ni kanisa. Sasa kimsingi wanaanza kumwambia yale maneno kwa sababu hawaoni kwamba wanastahili kuambiwa tena kutubu, kwa kuwa tayari hata Torati yenyewe wanayo, wanaisoma. Sasa wanajiuliza, kwa nini mtu huyu anatuhubiria sisi na kutuambia tutubu? Na ndipo hapo Yeremia anawaambia ya kwamba mwasemaje kwamba Torati ya Bwana tunayo pamoja nasi. Kalamu yenye uongo ya waandishi ni kitu gani? Kalamu yenye uongo ya waandishi manake ndiyo yale maneno ambayo Kristo alikuwa anayazungumza, ya kwamba wakifundisha mafundisho yaliyo maagizo ya wanadamu. Hapo alipomaliza katika mstari wa 9 anasema kwamba nao waniabudu bure, katika Mathayo 15 tulipotoa kusoma. Mathayo 15 ukiangalia ule mstari wa 8 anasema ya kwamba nao waniabudu bure, wakifundisha mafundisho yaliyo maagizo ya wanadamu. Sasa hayo mafundisho yaliyo maagizo ya wanadamu na kila ambacho Yeremia anakinena ya kwamba wanayo Torati, lakini kalamu yenye uongo ya waandishi imeifanya Torati kuwa uongo. Maana yake sasa, hiyo kalamu yenye uongo ya waandishi ndio yale mafundisho yaliyo maagizo ya wanadamu. Sasa tuyaangalia hayo mafundisho yalikuwa ni yapi, au hiyo kalamu yenye uongo ya waandishi ni ipi? Kalamu yenye uongo ya waandishi maana yake ni kwamba ni tafsiri ambazo walimu au mtu yeyote anapokuwa anaisoma Biblia, kwa maana ya kwamba wanatoka na mawazo au tafsiri jumla ya Biblia kwamba maana yake ni hii, au kila neno utakapokuwa unalisoma maana yake ni hii. Maana yake wanatoka kama na mwongozo wa kuwaongoza watu wengine. Pindi unapokuwa unasoma Biblia, basi ujue neno hili ni hili. Kwa kuwa na wao ndio viongozi, basi hata ukiwauliza watakuongoza na kukuambia ya kwamba hivi ndivyo. Na hata katika kufundisha kwao makanisani ndivyo wanapofundisha. Sasa watu wanaishi katika ile Torati sio kwa sababu ya kuisoma na kuielewa kuenenda kwa jinsi wa Roho wa Mungu na kuielewa kwa jinsi ya Roho wa Mungu, bali wanaielewa kwa jinsi ya roho za hao ambao wamekwisha kuitafsiri. Maana yake ni kwamba tafsiri ile ndiyo inayoongoza kanisa zima kwa wakati wote. Ile tafsiri kimsingi huwa inaitwa theolojia kwa kipindi ambacho leo hii tulipo. Hii theolojia ambayo ndiyo iliyokuwepo, kwa jinsi ambavyo Mafarisayo walivyokuwa, walikuwa wanaitwa Mafarisayo kwa sababu ya theolojia yao, na hao wengine walikuwa wanaitwa Masadukayo kwa sababu ya theolojia yao, namna yao ya kutafsiri maandiko. Kwa hiyo kila dhehebu katika kipindi hicho na hata katika kipindi hiki linaitwa kwa jina lile kwa sababu ya theolojia yao. Ile theolojia ndo ile kalamu yenye uongo ya waandishi ambayo kila mmoja ndipo anapoishi na kuielewa kwamba Biblia inasema 1, 2, 3 kulingana na tafsiri hii anayofundishwa katika dhehebu lake au katika ile theolojia. Na kwa sababu hiyo kila mtu ataelewa Biblia kulingana na theolojia yake. Kila mtu anaifahamu Biblia katika kanisa lolote au katika dhehebu lolote unakapoenda, lakini sio Biblia ile ambayo tunaiongelea. Biblia kimsingi inasimama kama Biblia, na tafsiri ambazo zimetoka katika Biblia ni nyingi mno, kwa maana ya theolojia au kalamu zenye uongo za waandishi, ambazo sasa tunaenda tunaangalia kwamba
kina tafsiri ya ambayo ni wa Katoliki, kuna tafsiri ambayo ni ya Wasabato, kuna tafsiri ambayo ni ya Mashahidi wa Yehova, kuna tafsiri ya Wapentekoste, kuna tafsiri ya Waanglikana, kuna tafsiri ya huyu, kuna tafsiri ya yule, kuna tafsiri ya Mashahidi wa Yehova, na kila namna au kila madhehebu ambayo tunayaona katika wakati huu, hizo ni tafsiri ambazo wameweza kutoa katika Biblia. Sasa Yeremia anaziita kuwa ni kalamu yenye uongo ya uandishi. Lakini vile vile Kristo anasema ya kwamba wakifundisha mafundisho yaliyo maagizo ya wanadamu. Manake angalia sasa jambo hili ambapo jinsi ambavyo sasa kwa nini linaleta kuwa nao waniabudu bure. Kristo anasema ya kwamba waniabudu bure. Manake kazi yao watu hawa na kila ambacho wanakiabudu kwa kuwa tayari ni mafundisho ambayo yanatokana na mwanadamu, ni tafsiri ambazo zinatokana na mwanadamu. Basi watu hawa wanachokifanya katika muda wao wote wa kuwepo kanisani, katika muda wao wote wa kusema ya kwamba tunaenda na kumtumikia Mungu, hawamtumikii Mungu, wanatumikia ile theolojia, wanatumikia wanadamu, wanatumikia mafundisho ambayo yametokana na wanadamu na kimsingi sio Mungu. Na kwa sababu hiyo basi wanamwabudu Mungu bure. Maana yake ni kwamba kumwabudu Mungu bure, maana ni kwamba mwisho wa siku watu hawa wanaelekea katika uharibifu na sio katika ufalme wa mbinguni kama jinsi ambavyo wao wanajiona. Na ndio maana unaweza kaona katikati ya Israeli Mafarisayo na Masadukayo, watu ambao kimsingi ndio ambao walitakiwa kuwa wa kwanza kumpokea Kristo, lakini hao ndio waliweza kumkataa kwa sababu walichokuwa na kihitaji ni yeye afike na kuweza kuketi au kuingia katika kalamu zenye uongo za waandishi. Sio kana kwamba wao ndo walikuwa naziita kuwa ni kalamu za uongo za waandishi, hapana. Bali ni kwamba Mungu ndivyo alipokuwa anaziita, na ndio maana alipokuwa anatuma manabii wake walikuwa wanaenda kinyume na hizo theolojia. Sasa kitu cha msingi ambacho nataka nikwambie leo hii kwa habari ya kalamu yenye uongo ya waandishi ambayo ni theolojia ambazo ziko leo hii na ni nyingi na ziko kila mahali, na kila dhehebu lina theolojia yake, na ndicho ambacho kwamba ni Mungu wa lile dhehebu. Na kwa sababu hiyo nataka nikwambie wewe ambaye upo katikati ya haya madhehebu, kuna neno ambalo pia Daudi mtumishi wa Mungu alizungumza kwa hekima ambayo alikuwa amejaliwa kuweza kuyaona hayo, kwa sababu hayajazungumzwa na watumishi hawa watu wawili. Hajazungumzwa na Kristo peke yake au Isaya peke yake au Yeremia peke yake. Karibu kila mahali yamezungumzwa kwa lugha ya mafumbo au kwa mithali ambazo wengi hawawezi kuzielewa, japokuwa wanasoma maneno kila siku na kuyafanya kuwa nyimbo kwao, lakini maneno ambayo yanazungumzia wao wenyewe. Sasa angalia katika maneno haya, kitabu cha Zaburi 12 kisoma kuanzia mstari wa kwanza, nasema kwamba Bwana uokoe, maana mcha Mungu amekoma, maana waaminifu wametoweka katika wanadamu. Mcha Mungu amekoma kwa namna gani? Katika kipindi cha Daudi bado kulikuwa na hekalu, bado watu walikuwa wanaingia katika hekalu na kutoa sadaka na kujifunza neno la Mungu na kumcha Mungu. Lakini kwa nini anasema amekoma? Sababu anaendelea kuitoa hapa mbeleni. Anasema kwamba husemezana yasiyofaa kila mtu na mwenziwe, wenye midomo ya kujipendekeza husemezana kwa mioyo ya unafiki. Haya wanaposema kwamba husemezana, anajaribu sana kuongelea watu ambao wanaingia katika lile hekalu, kuanzia makuhani na watu ambao ni wa kawaida, wanaongozwa au wanaofundishwa kujua Torati. Husemezana kwa maana ya kwamba hufundishana. Wanafundishana nini? Uongo. Na huo uongo ni nini? Maana yake ni kwamba ni maneno yaliyo mafundisho ya wanadamu. Ndio maana nasema mstari wa pili kwamba husemezana asiyofaa kila mtu na mwenzie, wenye midomo ya kujipendekeza. Kujipendekeza maana yake ni kwamba kama jinsi Kristo anavyosema katika neno lake ya kwamba watu hao huniheshimu kwa midomo, lakini katika mioyo yao wako mbali nami. Maana katika midomo yao wako karibu sana na Mungu. Sasa kwa maneno mengine unaweza kusema ya kwamba wanajipendekeza, lakini katika mioyo yao Mungu hayuko karibu nao au hawako karibu naye wala hawampendi. Maana neno lake wanalichukia na kulipenda la wanadamu. Kila uongo wa mwanadamu unapoingia katikati ya maneno ya Mungu, huo ndio wanaofuata bila kujali neno la Mungu. Wanalikanyaga, wanaliacha ili kwamba kuufuata ule uongo wa mwanadamu. Na ndio maana ukiangalia kila dhehebu limeundwa au limeketi katika ule uongo. Kuna kweli kiasi kidogo, lakini ule uongo ndio ule uunda lile dhehebu. Ukienda kwa Wasabato utakuta kitu ambacho ni fundisho la uongo, hilo ndilo lililoanzisha dhehebu, na hapo ndipo walipoketi. Pinga maneno mengine, lakini usipinge ule uongo. Hapo hutawezana nao na hawataweza kukuvumilia. Nenda kwa Katoliki, nenda kwa Mashahidi wa Yehova, nenda kwa dhehebu lingine liwalo lote, misingi yao ni ule uongo.
Sasa anasema ya kwamba husemezana na siyofaa, kila mtu na mwenziwe, wenye midomo ya kujipendekeza husemezana kwa mioyo ya unafiki. Walivyo wanafiki kama Kristo alivyofika na kuanza kuambia kwamba enyi wanafiki. Ukisoma katika kitabu cha Mathayo 23 utaona neno hili jinsi ambavyo Kristo anarudia akiwaambia walimu hawa ambao ni Mafarisayo vile vile na hawa waandishi. Sasa mstari wa 3 unasema ya kwamba Bwana ataikata midomo yote ya kujipendekeza na ulimi unenao maneno ya kiburi. Bwana ataikata midomo yote ya kujipendekeza na ulimi unenao maneno ya kiburi. Maneno ya kiburi ni yale ambayo kwamba yasiyofaa mbele za Mungu, lakini bado yanaendelea kuwa kana kwamba ni maneno ya Mungu. Wanayo kiburi na kiburi chao kimejengwa juu ya yale maneno. Kama Mafarisayo wanaambiwa tubuni na hawataki. Sasa yale maneno yao ya kiburi ambayo ni theolojia yao, anasema ya kwamba itakatwa. Bwana ataikata midomo yote, sio kwamba ni midomo hii anayoongelea, bali ile theolojia au yale mafundisho atayakata. Na ndivyo ambacho Kristo vile vile alikifanya. Na kwa nini mpaka wakaitwa kuwa ni uzao wa nyoka? Na tena anasema kwamba na ulimi unenao maneno ya kiburi. Waliosema, anaendelea mstari wa 4, waliosema kwa ndimi zetu tutashinda, midomo yetu ni yetu wenyewe, ni nani aliye Bwana juu yetu? Kwa ndimi zao watashinda, ni nani aliye Bwana juu yetu? Hebu jaribu kuangalia kwa taswira ya kibinadamu kabisa. Ni neno gani unaweza kumfundisha leo hii mtu ambaye pengine ni dhehebu la Katoliki isipokuwa ule ukatoliki wake? Maana kwake ile theolojia ndiyo Mungu. Humwambii neno lingine isipokuwa hilo tu ambalo linatafsirika kwa lugha au kwa roho ya Wakatoliki. Ni neno gani unaweza kumwambia Mpentekoste akakuelewa isipokuwa lile ambalo wao au roho yao jinsi inavyokwenda, na hawezi kukuelewa kwa kitu kingine? Kwa kila dhehebu limejengwa juu ya roho fulani au namna ya kutafsiri maandiko kwa namna fulani, na kweli yao ndiyo ile theolojia. Kwa hiyo hata kama ile kweli ambayo itatoka kwa Mungu kueleza usahihi au kuweza kuambia kwamba mlichokiona au mlichokitafsiri, au kwamba wakati mnasoma maandiko na kukielewa hiki ikiwa tofauti au kwamba mlikosea, hawawezi kuelewa kwa sababu tayari wamekwisha kuweka kalamu chini na kusema ya kwamba hivi ndivyo, au huyu ndiye Mungu wetu na hivi ndivyo tunavyopaswa kutafsiri Biblia. Na kwa sababu hiyo ndio maana unaweza kaona ya kwamba hawatazamii kwenda kuambiwa neno tubu, hawatazamii kwenda kuambiwa kwamba geukeni au lisikie neno la Bwana au kwamba ipokeeni injili ya Bwana. Wao wanatazamia ya kwamba basi tunachokisubiri ni 1, 2, 3 matakwa fulani fulani, kama jinsi ambavyo katika kizazi hiki watu wengi wanamsubiri Kristo aje kwenye unyakuo. Maana yake ni kwamba wamsubiri juu kwenye mawingu aje wanyakue. Kwa maana kwamba hawatazamii kuja kuambiwa ya kwamba tubuni, ijapokuwa kuna neno hilo ambalo linaonesha kwamba wataambiwa wapate kutubu. Na ndivyo ukisoma mstari huu anasema kwamba waliosema kwa ndimi zetu tutashinda, midomo yetu ni yetu wenyewe, ni nani aliye Bwana juu yetu? Unaweza kuona maneno haya, ni nani aliye Bwana juu yetu? Sisi ni Wakatoliki, ni nani aliye Bwana juu yetu zaidi ya theolojia yetu? Sisi ni TAG, ni nani aliye Bwana zaidi ya theolojia ya TAG? Sisi ni AGT, ni nani aliye Bwana zaidi ya theolojia ya AGT? Sisi ni Sabato au ni Wasabato au SDA, ni nani aliye Bwana zaidi ya hii theolojia ya SDA? Vile vile na watu wengine nao kama mashahidi wa Yehova, ni nani aliye Bwana zaidi ya theolojia yao ya mashahidi wa Yehova, zaidi ya akili na fahamu zao na mafundisho yao walionayo? Na kwa sababu hiyo hawana Mungu juu yao, wala hakuna Mungu juu ya dhehebu lolote isipokuwa hicho walichonacho, ambayo ni mafundisho yaliyo maagizo ya wanadamu. Na ndio maana unaweza kaona hata alipokuja Kristo katikati ya watu hao ambao wanasema kwamba ni nani aliye Bwana juu yetu, walimsulubisha kwa sababu kimsingi hawana Mungu isipokuwa huyo wanayesema ya kwamba huyu hapa ndiye Mungu. Mungu wa Mafarisayo ilikuwa ni hiyo theolojia yao, na Mungu wa Masadukayo ilikuwa ni hiyo theolojia yao. Na kimsingi hakuna tarajio kwa watu hawa kwamba tutakuja kuambiwa kutubu, kwa sababu kuambia kutubu maana yake ni kuambia kwamba mmekosea, wala theolojia zenu sio kweli. Na unapoambiwa hivyo wanakasirika na kugadhabika, wanaona ya kwamba huyu mtu anatupuuzia Mungu wetu, au kwa kupuuza mawazo yetu ambayo ndiyo Mungu wetu, basi huyu hawezi kuwa Mungu wetu kwa sababu sisi Mungu wetu ni huyu. Kwa hiyo ndio maana unaweza kaona maneno haya. Anasema ya kwamba waliosema kwa ndimi zetu tutashinda, midomo yetu ni yetu wenyewe, ni nani aliye Bwana juu yetu? Ukiendelea mstari wa 5 anasema ya kwamba kwa ajili ya kuona ya kwao wanyonge,
Hawa ambao sasa ni wanyonge katika roho, hawajui neno la Mungu, ni watu ambao wanaitamani kuijua kweli, lakini wanaishia kuonewa au kulazimishwa kujifunza haya mafundisho au kuenenda katika desturi hizi, aidha wachague kuwa katika theolojia ile au hii au ile. Sasa nasema ya kwamba kwa ajili ya kuugua kwao wahitaji, hapa ongelei wahitaji wa mifukoni, haongelei wahitaji wa fedha. Sasa nitasimama, asema Bwana, nitamweka salama yeye wanayemfyonya. Nitamweka salama yeye wanayemfyonya. Wanamfyonya nani? Wanafyonya hao ambao Bwana anawainua kuja kuwahubiria habari ya injili ya uzima, au kuja kuwageuza kutoka katika mafundisho yao yaliyo maagizo ya wanadamu au kalamu yenye uongo ya waandishi, kama jinsi ambavyo manabii walikuwa wanakuja nao wakaishia kuwakatilia mbali na kuwafyonya na kuwaona si kitu kwao, kama jinsi ambavyo leo hii katika kizazi hiki kinavyosimama kwa namna ambayo huwezi kuongea nao neno lolote na wakaweza kukuelewa. Watu hawa kimsingi watakufyonya, watakukuta kama jinsi ambavyo mimi binafsi nimeweza kukutana na namna kama hiyo. Hata ukikuta unahubiri mahali, wanaishia tu kufyonya, wanaishia tu kuona hujui chochote, hujasoma theolojia, hujafanya hiki, hujafanya kile, na wanakufyonya na kukudhalau kwa kila namna. Lakini hapo anasema ya kwamba kwa ajili ya kuonea kwao wanyonge, kwa ajili ya kuugua kwao wahitaji wa lile neno la Mungu. Sasa nitasimama, asema Bwana, nitamweka salama yeye wanayemfyonya. Maneno ya Bwana ni maneno safi. Manake neno hilo ambalo atalileta, anasema ya kwamba ni maneno safi, yaliyosafishwa, ni fedha iliyojaribiwa karibuni juu ya nchi, iliyosafishwa mara 7. Neno ambalo Bwana Mungu waga nakuja nalo ni maneno safi, yaliyosafishwa, yaliyojaribiwa katika nchi, ambayo anasema ya kwamba yamejaribiwa katika nchi. Hayo ambayo anasema ya kwamba yamejaribiwa hivi karibuni juu ya nchi, yaliyosafishwa mara 7. Ni maneno ambayo, hayo ndiyo ambayo kama aliyokuja nayo Kristo, kama waliokuja nao manabii, kama ambavyo Kristo anahubiri na kusema ya kwamba maneno yake yatakuja. Ukienda kuiangalia hapa, haya maneno safi ya maneno kwa lugha tofauti kidogo, lakini ni yale yale yanaongelewa, kama ambavyo yameandikwa katika kitabu cha Ufunuo sura ya 3 mstari wa 18 na ule wa 20. Anasema ya kwamba mstari wa 18 anasema kwamba nakupa shauri, ununue kwangu dhahabu iliyosafishwa kwa moto upate kuwa tajiri. Ununue kwangu dhahabu iliyosafishwa kwa moto. Unaona kama ni maneno yale yale ya Daudi, ambayo anasema ya kwamba maneno ya Bwana ni maneno safi, yaliyojaribiwa karibuni juu ya nchi. Sasa anaendelea na kusema ya kwamba upate kuwa tajiri, mavazi meupe upate kuvaa. Sasa hapa unaweza kaona jambo moja, kwamba katika kizazi hiki ambacho ndio kanisa la Laodikia, ndio maneno ambayo hapa Bwana Yesu anayataja na kusema ya kwamba ununue kwangu dhahabu iliyosafishwa kwa moto. Maana ni maneno ya Mungu yaliyojaribiwa juu ya nchi mara 7. Ni kama fedha iliyojaribiwa juu ya nchi mara 7. Sasa mstari wa 20 anasema kwamba tazama, nasimama mlangoni na bisha, mtu akisikia sauti yangu na kufungua mlango, nitaingia kwake. Hapa ukisoma habari hizi kuanzia mstari wa 14 sura hii ya 3 katika kitabu cha Ufunuo, utaona ni habari ambazo Kristo anaziandika kwenda kwa kanisa la Laodikia ambalo ni kipindi hiki. Na hapa ni habari ambazo zinaandikwa na kusema Kristo ya kwamba nasimama mlangoni, mtu akisikia sauti yangu nitaingia kwake. Maana yake anagonga au anabisha katika mlango ambao ni wa kanisa, ili apate kuingia katika kanisa. Kwa lugha nyingine, katika madhehebu, ambao ni watu ambao wanaishi kwa mafundisho yaliyo maagizo ya wanadamu. Kuja kwake Kristo katika kipindi hiki ambako wewe umekinena kuwa atakuja juu mawinguni na kumlaki huko, na kuhakikishia jambo hili usipolitenda hakuna lile unalolitazamia litakalowadia, kwa sababu tayari kipindi hiki au madhehebu yamefanya kosa lile lile wale watu ambao walikuwepo kama Mafarisayo na Masadukayo na watu wengine katika vizazi vilivyotangulia, kuishi katika maneno yaliyo maagizo ya wanadamu, halafu wakajihesabia haki kuwa wanastahili au kwamba ni wana wa ufalme, wakati sio. Na hilo ni jambo ambalo lazima ulifahamu kwa kila wewe unaingia katika madhehebu, na kimsingi ni kila mtu katika kizazi hiki anaingia katika moja ya madhehebu yaliyopo wakati huu. Basi nakwambia neno hili kwamba ukatubu, kwa sababu Kristo anasema katika maneno haya na kusema ya kwamba wote ni wapendwa, mimi nawakemea na kuwarudi. Basi uwe na bidii na ukatubu, kwa sababu bila kutubu na kugeuka, kwamba wewe ni dhehebu, wewe ni mchungaji, wewe ni mwalimu, wewe ni mtu ambaye unaongoza au kwamba unafundisha watu wengine, na kuhakikishia jambo hili kwamba hakuna ufalme wa mbinguni juu yako na wale unaowafundisha, ikiwa kwamba hautaweza kuisikia na kutubu sauti ya Bwana Yesu
isemayo katika kitabu hiki cha Ufunuo sura ya 3 mstari wa 20 kwamba nasimama mlangoni, na mtu akisikia sauti yangu nitaingia kwake. Sina muda wa kuweza kuyasoma maneno haya yote, lakini tayari nimekwisha kuzungumza kwa habari ya kanisa analoliambia likatubu na kuisikia sauti yake, kwamba si moto wala si baridi, na kwa kuwa ni vuguvugu nitakutapika utoke katika kinywa changu. Kwa kuwa basi umelisikia neno hili, basi ujue na kufahamu ya kwamba kama hutabadilika au kutubu na kulijilia kuisikia sauti yake leo, basi ujue na kufahamu ya kwamba uko mbioni kwenda kutapikwa, usiwe wa Kristo tena. Lakini mimi nakwambia maneno haya ambayo kimsingi ni neno la Mungu lililojaribiwa karibuni juu ya nchi. Nakwambia maneno haya, dhahabu iliyosafishwa katika moto, upate kuelewa na kujifunza na kujua ya kwamba ni makosa ambayo tayari yamekwisha kutendeka, na hizo theolojia ambazo leo hii zipo, usizani ya kwamba hilo neno la Mungu, bali ni maneno ambayo ni ya wanadamu, tafsiri za wanadamu, kalamu yenye uongo ya waandishi ambayo ndiyo watu wanaishi kwayo. Basi ninakukaribisha sana kwa kila dhehebu, na wewe ambao unaingia katika madhehebu haya, ujue na kufahamu ya kwamba huko unakoingia hautaweza, utaishia kumwabudu Mungu bure. Na kuishia kumwabudu Mungu bure ni kuishia katika mahali ambako kuliko waovu, ambako wewe pia umekunena na kufundisha na kuambia watu wengine kwamba kuna jehanamu ya moto. Huko ndiko utakakoishia, kwa sababu hukumwabudu Mungu, bali ulikuwa unamwabudu Mungu bure. Ulichokuwa nakifanya katika dhehebu ni kinyume na mapenzi ya Mungu. Ni maneno yaliyo mafundisho ya wanadamu ambayo kimsingi ndio ambayo yanaendelea katika kizazi hiki kwa unafiki mkubwa. Unaweza kaona jinsi gani ambavyo Kristo alikataa mambo mengi kama mafundisho ya mali, lakini leo yanaendelea na kuonekana kuwa ni mafundisho halali, naendelea kufundishwa kana kwamba si kitu. Unaweza kaona jinsi gani ambavyo leo hii watu wamediliki mpaka kusali sala ndefu kama zile ambazo alizikata Bwana Yesu kuwa ni unafiki. Wanawapola watu mali zao, wanatumia maneno fulani kuwadanganya ili kwamba wawape mali zao, na kisha maombi yao ni marefu sana ili kwamba waonekane ni watu wa Mungu, lakini watapata sawasawa na unafiki huu wanaoutenda. Ninakusihi wewe unaisikia sauti hii, ukabadilike leo. Hakuna dhehebu ambalo litaingia katika unyakuo, wala mtu awai yote atakaingia katika unyakuo katika kizazi hiki ikiwa hamtaweza kutubu. Na kwa sababu hiyo, Bwana akujalie kuweza kuelewa maneno haya. Yanaweza kuwa ni magumu, lakini uwe na bidii, ukatubu, ukaweze kujifunza, ukaweze kulitafuta neno hili kama hujaelewa kuweze kuelewa. Tumia mawasiliano hayo yaliyo katika skrini yako, au kwa jinsi ambavyo sauti utakapoisikia ni 0755 251 999 0755 251 999. Lakini pia kama uko nje ya nchi na nchi yoyote, mimi napatikana Tanzania, na kwa sababu hiyo unaweza kutumia country code ambayo ni 255. Basi ninakukaribisha kwa wakati mwingine. Asante.